you need to know in our society today. And of course, I am privileged to be joined by the crew that of course entails 4 gentlemen or 3 gentlemen, and as expected we want to talk about content creation and some of maybe comedy and some of the social media platforms, and also how to maneuver through them, and also to understand 1 or 2 things that we need to do, especially in content creation. And of course we do know that right now the world is shifting to social media, and we need to earn from that social media. So that is what we are talking about this morning, and also getting to understand a few points that we need to note, especially if we want to take interest into content creation. And in regards to that, I am joined by 3 gentlemen ambao wametulia sana. I will leave the introduction, mjifanyie kila mtu ajiintroduce vizuri before we begin our show. Karibuni. Tuanze from you. My name is Defy. I'm a content creator, musician, an MC. In short, I'm an entertainer. Okay. Mojeje official, Kiazara Generation, CEO. Yeah, content creator, musician. Okay. Yeah. Culture Productions, Kalija. Mwenyewe. Okay, sasa kwa sababu tumeanza kuongea English nyingi sana, nataka kwanza tuongee tu especially about content creation. Mojeje Culture Defier. Mostly I did say content ambayo mnaweka kule kwenye mtandao, comedy and short skits hapa na pale. So far maybe tueleze tu kidogo. I don't know how will but mtaji manage to tell us a little bit about the content creation space ya huko Kisii and also in the country. Where do you feel we are headed? Alafu pia inaelekea wapi na inawapeleka aje so far? Okay. So far content creation iko poa. I think imesaidia vijana wengi na imesaidia watu wengi wenye wako jobless. At least inapeana space na pia ni platform poa ya ku-earn if you use it well. Yeah. Mojeje, what do you think? Especially sasa tuongele comedy, because comedy is another level. Siwezi amka leo niseme mimi ni comedian, watu hawatacheka. Now how do you come up with the comedy scripts zenye mnakuanga nazo? Okay, sisi wala watu wenye tuseme tuandike script ndio tuanze kushoot. Si ufika kwa ground. Tunaambia director washa camera. Tunaanza kupiga skit. Yeah. Videos zote, because I've seen you posted so many videos online. Videos zote zinakuanga freestyle. Okay. Na how is the reception? Maybe we talk about reception ya watu, especially content creators wenzenu pamoja na ile audience ambao mnafanyia hizi videos. What is the reception? Wana receive aje your content? Wana receive fiti. As in of course wana consume, that's why bado tunaendelea kuifanya. So obviously tunapata positive comments, watu wanasema tuendelee kufanya. Pia unaona umepiga content, kuna client amekuwa approach anasema naweza taka kutumia platform yako ku advertise product yangu. So unaona ina keep going. Na ule mse pia ananiocha naona yenyewe mse ana earn something from content creation. So hata kijana pale ako pale na anafikirianga nitai act lini, nitajipata lini kwa TV, sijini nini act hizo ma movies. Anaona hapana, sifanye kama kina Culture pale wana earn, wanapiga skit zao, wanaochiwa, wanapata million views na bado wanakula poa. So anaona acha pia nianze hii kitu, lazima utafute kamera, ukiwa na simu yako we shoot. Shoot itajileta yenyewe. Bora si give up. Na content creation mmeingia lini? Sijui kama mmeanza the same time, but I've seen these two mostly working together. I don't know if you started the same time. Mmepatana aje mkaunda your group? Okay, sisi wawili tulipatana kitambo. So then tuka form group inaitwa Kiazara Generation. Though ni mpya, tumenini this year. So hii Kiazara Generation iko na watu wengi from country. Tuko na Wakisii, tuko na Wakale, Wamasai, Wakikuyu, Wakamba. Yeah, so
tukatengeneza group inaitwa Kiasara Generation. Yeah. Now how ni nini iliwafanya hadi mkaamua, because I believe mlianza kutoka Kisii. Now kutoka Kisii mkaamua incorporate other communities. Now how did you come up with that idea? Ni nini iliwafanya mkaanza include other communities, because I know of content creators who've been in Kisii and working within Kisii region peke yake. Sometimes it's good to explore outside. Na pia ujue when we shoot content sio hiyo peke yake juu sometimes we also need to learn from other cultures and then we also as in pia tunafungua mind umeget meeting hata content creators from other different counties juu tumework na wengi ukiangalia so inasaidia sana pia na create good relationship with other counties. Now so far how has it been working with them? Is it do they receive you? Unajua kuna ile perception ya Wakisii kwenye social media, si ati nini, but social media, you know, social media unapata Wakisii. How do the other content creators, because I saw there's a video mlifanya na Alma Mdeu, there's a video mmefanya na awa wa huko Kisii kina watu wengi sana siwezi wakumbuka wote. So how was the reception hata mkiwa approach mkiwaambia tuko na hii Kiazala Nation, we want generation, we want to incorporate you, what was their reaction? Ilikuwa fiti. They are good about it. And it's a good movement. Juu pia inatusaidia wote kugrow pamoja. So the main reason ya Kiazara Generation is growing all of us na pia upcomings. Kila mtu wa feel atufanye haina ubaguzi kama una get. Lakini mbona mliita Kiazala? I'm curious about the name. Kiazala, yes. It's derived from it has a lot of meanings. And then but ni moja kwa jumla. The one you know business. Kiazala ni business. Biashara. Biashara. Kiazala sasa. So Kiazala sasa iko na meanings kadhaa hapo ndani. Kuna hiyo biashara main, uende soko buy kitu ama duka buy kitu. Ya pili hii watu wanapimana ni kama nikwambia nikopesha 2,000 nitakupea after 2 hours. Hiyo ni uongo. Hiyo ni Kiazala. Mambo na mapenzi kucheat. Hiyo ni Kiazala. Kitu yoyote tu ya uongo. Okay, now that brings us to Kiazala song. Niliona song fulani imetolewa, ilikuwa na wasanii wengi from Kisii. Kwanza maybe hiyo idea ya kutoa song ilitoka kwa nani kwanza? Sisi wote ni wasanii. Before tuingie content tulikuanga wasanii. Mlikuwa mnaimba? Mkaamua aje sasa kuingia basi? Mbona mliacha kuimba hiyo time? Mkaamua kuingia content creation? Hapo vipi? Kitambo music kulipa. Ni kazi. Mimi nakumbuka kuimba nilianza kuimba gospel nilikuwa form 1. At least so nikaona muziki leti do, nikaingia kwa MC. Nika MC at least ilikuwa inaleta do. Sasa ndo nikadiscover kuna kitu kama content. Naweza act. After kuact kidogo hivi nikaona hapa ndo penye cha music kwanza ikae kidogo. Sasa tafuta pesa. Juwezi imba na upati anything from it, unaona? But sasa at least unajua pia muziki inahitaji do. Inahitaji do na kuleta do si rahisi haraka, relative haraka. At least content, ukiweka content kali ukipata views unaweza bahatika pale upate corporates wanaku approach wapige advert, but music noma. Kitambo kule views kwanza hata YouTube content inalipa kuliko music. Content inaweza kuwa na 20k views na music 1 million, lakini content akulipa juu ya length. Content kitu simbo unachukua tu simu yako na shoot. Music tunika laptop. Pesa studio. But at the same time if you look at it zote ni content creation in a way. Na muziki ukiangalia it is almost the same as acting because hazilipi immediately. Right? Ama ni uongo?
but then okay, acha nikufafanulie kwa music is a long term investment. Content lazima ukuwe active. Yeah. Ndo one. Yeah. So lazima ukue unaweka Back to videos back. back to back kila siku, consistency. Msanii anaweza post a month atulie. But wewe utulie hivyo umesaulika. Yeah. So it is more kila siku kukumbusha viewer na audience. Anafaa kuwatch. Ama pia yeye anajua anafaa kuwatch. What if akuja pata uja post leo, kesho akuja pata hivyo amechoka. So far tangu mwanze Kiazala Generation and hadi sasa mali mmefikia, what are some of the lessons zenye mmelearn kwa hiyo content creation? Patience, hard work, determination, consistency. So maybe tell us a little bit about consistency na hard work. Kwa hiyo Kiazala Generation now, the whole of it. Consistency. Kuna kitu kingine tena. Change of content. Ile yenye na feed wase isikue azinajaribu tu isikue monotonous. Pia una make sure you keep your fans well entertained. So consistency ni ile we shoot daily. So imagine for the past 5 years tumekuwa tukishoot daily. So routine yenu iko aje? Kama unaweza describe? Yeah. Kushoot, hiyo ndio kazi yetu. Kuamka mna kama mtu anaamka kwenda job, sisi tunaamka kushoot. Hiyo ni job yenu. Now mnaamka mna shoot. How long does it take ku edit hizo videos na kuziprepare ku upload online? Tukichelewa sana ni 10 minutes. Okay. Na what are some of the things zenye kama mimi mtu niko nyumbani, because right now kuna watu wengi wako unemployed youths, wanahitaji labda hiyo motivation but wanaogopa kuingia into content creation. What do they need kuingia huko? Tunahitaji kweli kwa tuna simu kwa na content post. Na pia si lazima ukuwe comedian. Kuna tofauti ya comedian na actor. Kuna mtu ako na talent ya kulia. So you can pretend unalia. So si lazima useme unataka kuchekesha. Unasalia hivi upate kampuni ya safi ya kama ya Anchor. So kupea advice. Okay. Na what is one thing yenye mmekuja ku understand kwa content creation yenu? Ni nini ile mmekuja ku understand especially na audience inataka nini ama ina behavior jina content yenu? Kwanza audience ya Kenya inaweza hata kusahau leo. Ukifanya blanda kidogo hivi hao wanaweza kusahau. So ni wetu kwa mjanja wao feed kitu anataka. But ukiona wanataka sana usiwape sana hiyo. Wachenjie juu the moment wape hiyo sana wanaanza kusema tu comments, ai kwani una content nyingine? Unaona? So lazima explore, ufanye collaboration na wase wengine. At least uchange vile una acting, upige different kiasi alafu ndio urudi ile yako ya kawaida. Na ikifika saa part ya comedy, wakati mna interact na watu na wakati mna come up na hizi skits, najua lazima mbaki bado in check, especially maybe na ethics na vitu kama hizo morals za society. Is there a time labda mmefanya comedy, because we are talking about comedy right now, alafu mmefanya comedy and then ika on you, watu wakamwambia hii si comedy by the way, hii ni kitu serious? But kuna zenye unajaribu tu ku avoid. Unakaa tu neutral. But kama za siasa. That's unaona sisi majorly ukiona content zetu. Story na usanii, story na based kwa society. So mna avoid, there are some topics zenye mna avoid kuguza. Because kama being tribal. Okay, yeah, because at some point maybe because kuna venye
wa Kisii in term hata mimi ni Mkisii in quotes labda wanaongea, there is an accent that we have. So maybe at one point mjipata content ama consumers from other regions wakiwaambia labda you should use a different accent ama incorporate pia. Unajua juu Wakamba pia wako na accent yao, Wakisii wako na accent yao, Wakikuyu yao. Hao wajai kuja labda waseme yenye wanaweza sumbua maybe kufanya content tukiongea Kisii. Kuna yenye tulifanya wakalalamika sana. So mostly you just do content in general. Yeah. Now when it comes to comedy, ni vitu gani zile zenye mtu anafaa kukua nazo in order to make a comedy skit? Simu. Apart from equipment. Now let's talk about maybe intellectual, yani kitu yenye si tangible. Wachane na simu na lighting na nini. Idea tu maybe costume. Alafu pia ukuwe mtu wa kuwatch content sana, uone venye wengine wanafanya. Na ni nini mmelearn from other content creators now, because tunaweza lean in maybe kwa mtu anajulikana Kenya. Let's talk about maybe Crazy Kena. There's a time nimesikia beat yake ikianza kwa ka video fulani yenu. Ni nini kwanza mna learn from them yenye pia mnaendelea kutumia sahi kwa content creation yenu? Mujiji, I feel like you've not talked a lot. Okay, like niki watch content ya Crazy Kena, hizo beats zenye huanza nazo. Nasho. Pole. Okay, hizo beats yeye huanza nazo. Mimi nikianza nayo kwa content yangu, watu wana expect kuona Ben Crazy Kena kwa hiyo video. So siwezi mcopy as in direct. Una copy ile design fulani yenye mtu hawezi kuondoa. Alafu kama unaiba content, you need to be more creative than the person you're stealing from. Yeah. But is that stealing though? What is it called? Ni kuiba? Hiyo si kuiba. Unachukua idea, unaitwist. unaitwist kabisa. Content kama tu same. Okay, kuna ile time una watch video kama content creator unaweza watch. And then niseme hapa angefanya hivi. Sasa hapo mali angefanya hivyo. Unafanya. Yeah. True. So unafaa kama unachukua content ya mtu you make it better. That is the secret. Now when it comes to copyright, hizo issues mshaizipata and how have you dealt with it? Copyright labda in music. But kwa content you've never. Okay, which means ni original content. Na nyinyi pia labda kuna mtu ashaichukua content yenu akatumia somewhere else bila kuwapatia credits. Kuna wenye wana post. Wengi. Kupost. Like mtu anachukua content yenu anapost labda kwa page yake. Pia kuna wenye wanafanya, kuna wenye walishaitukopy wengi sana. Hizi zenye tunafanyanga hivi wengi sana. Hizo kama tunafanya credits. Ni wanafanya kama nyinyi. Two guys akina Masagara wanafanya hizo kama yana sio. Sasa wanawapea credit, wanafanya juu. Hakuna mtu anaweza act kama wao. Yaani inakuanga so unique in a way that unaona skit yangu kiweza watch, unaweza pata maybe mtu mwingine anaweza ifanya exactly. But hawa ni very different juu ya vile wanaifanya, vile wanaongea. Hakuna ukiwa copy umewapea tu credit juu kila mtu anajua. Hata akisikia bila kuwatch anajua hii ni skit ya kina culture. Okay. Na when it comes to sasa content kuuza. Mnaanzaje content, because in one way or the other you need to market yourselves. Now I saw there's a time when Kisii Fest, it was a good platform, and also nimeona different posters zenye mmekuwa mki How do you market yourselves as content creators? Kufanya content ushaji market. As in hauhitaji any effort ya kulipa mtu ama kulipa mahali ukuwe marketed. Wewe mwenyewe kwa platform yako ushaji market. Sasa wetu uko tuna post tu. Ushaji market hivyo. So hakuna labda because kuna zile features zinakuanga kwa social media. Kama ni Facebook, you can boost a post, you can decide to push for it, maybe kwa kama advert ama advertise page yako. You've never done anything? Sasa hiwezi. Kuna mtu aliniambia once unaanza kubuy views, unaanza kuzoesha hiyo account kubuy views,
So hiyo ni business. Yeah. Mtu akitajua wewe una post una buy views. For business, yeah. Wenyewe nini? Itakubali algorithm ikubali iende kwa algorithm ya wasi kuwatch. Sasa unajua kuna venye TikTok ama other platform ina pushing content yako, ukiona kuna wasa wana consume inaweka kwa algorithm ya kila msee. Hata kama hujanifollow utapata na content yangu juu TikTok ishaona iko na potential ya kutrend. So kuna venye social media work hadi YouTube ina suggest ya wase more, ina suggest maybe wase wa region fulani ama wase maybe 1,000 or 10,000 ikiona wana watch wanaipenda sasa ina push ina achilia ina trend, sasa ina achilia ina trend sasa yenyewe pata video imeenda hata juu algorithm ishakubali. So the more ways by as a creator hakuna by views, wewe mwenyewe unataka upate views ulipwe ama client akuja kupee pesa apush kwa content yako, mbona siende kuboost juu anajua uko na potential ya kuconvince watu wa buy product yake ama consume kitu anadai. Unaona, so kuna venye unaweza boost page yako, boost page. I think iko organic yeah. Wanaeka tu unapata tu kuna numbers but hauna hata comments ama. Yeah, of course hakuna comments. Ama unaweza pata video iko na views mingi but likes ni kidogo. Unapata video iko na 1 million views. Okay, as in it makes sense. So yeah. So haita make sense kununua views si same na kujitafutia. Inakuja naturally. Na juu umeongea pia juu ya inaitwaje juu ya you said about deal na clients wanakuja na labda advertisement, wanataka usukume a certain product. How is it working? You're a content creator, you're a comedian in one way or the other. How do you come up ama mnakuja mna reach agreement with advertisers ile mnafika on the same level? Because sometimes kuna wengine wanaweza kuja jokes, wengine wanaweza taka kazi ya free, wengine wanaweza taka tu labda wa mention bila anything. How do you deal with them? Before you organize ama maybe before you work for someone, first you need to see the location. You sometime back kuna time nilifanyanga advert ya jamaa fulani nikiwa Kisii before niende Nairobi, kumbe alikuwa naosha wase. So first you need to confirm the location. Second, now you need to sign the contract. Mwelewane kwanza bei and then you sign the contract. Yeah. So lazima contract iko involved. And now when it comes to wale wanataka favors, you know, because that is very common. Mtu anakuambia si labda tufanye content na wewe mimi nionekane tu, labda nikiuza something ndo watu wakuje kwa hii duka. How do you deal with that? Mnaweza wakataza ama sometimes you can just do it? Ama kuna lakini hadi mwenyewe anajua au kwa hapo kucheza hata unahitaji do. So hizi kama kwambia kuja kwa shop yangu shoot for free. Maybe sasa kuna wale wanakwambianga ya badala juu sina pesa si inaweza kupea product au nini. Si ni vile tu mmeelewana. Maybe unafanya furniture unaweza sema mimi naweza kupea set ya seats ama bed when pigie content. Mkielewana maybe akupea za mafuta na akupea hiyo. It's good. Yeah, ina depend. Maybe uko na skit ya kushoot kwa duka ama kwa super. Yeah. Wewe si binafsi. So maybe it's a win-win. Kama atakuomba do ama advertise upige video yako. So how ina depend, it's not all about the money. It's more of how we can help each other. Okay. Maybe we just pause there a little bit. Tuende kwa break kidogo, but I think this break will also involve the skits zenye mmekuwa mkifanya kidogo tu, the viewer gets to understand what we are talking about and also some of the content that our guests here do. We will be taking a look into them for some time, but as of right now we will head on a short break here on the Morning Buzz show. We'll be back shortly. Unatazama Ndizi TV Afrika.
What's up, baby? You know, your pussy pump back like, you know. Don't see me. What's up, Brassy hater? Guys, ngoja wacha niend live, kuna watu wananisumbua, I'll come back. You can call me Desnija, an artist from Tunisia. Yeah, Tunisia. Yeah, and you can call me Ngoziamaiwa. And hard is from Algeria, you know. Yeah. The answer artist from Jamaica and me from Tunisia. Tunisia. We can give you some lines. We can give you some lines so that, you know, pump back lads, you know. This is Buddha, he see me, and is my son, he see me for me. Yeah. I can laugh for you, you know. Yeah. Nasikia kikikikikikikimangai kwenye kichichichichichichichimangai ya pussy by crazy, you know. Check it. Your pussy fatting on yourself. Oh, you dealing with it, boss? Yeah. What's that? These have two talents. Yeah. She can dance and she can twerk also. Twerk. Yeah. Twerk. It's a stripper. You can twerk. How are you? Pesa yangu hutaki kulipa. Yes, babe. Yeah, hata chiwawa yangu iko hapa hivi inacheza ndio hiyo. Saa hii hata ndio tulikuwa nakuambia aje. Mimi nataka saa hii nikutoa kwa hiyo pet sitter. At least ukuje kuishi Kilimani kama mimi. Mimi niko kwa sofa nimetulia na kurakura popcorns nikiwatch Netflix and the chills. Brother SB4. Akacha yuko nilimtuma alikuwa ameendea nini? Alikuwa ameendea delivery kwa barabara. Sawa, ina sida babe. Mimi hata situmia. Ndio nakwambia ache. Saa hii nimewekelea kuku kwa microwave ina nini inachemka. Kumanina. Ndio nipatie dogi. Hii kurangi hata ugali. God have mercy. Sawa basi, acha mama Fua amefika ndio anakoa, acha niosee tu siku hapa hivi. Alafu nitakukoni baadaye basi. Haya. Hiyo ni kali. Yes. Okay, utanipatia kitu 3 minutes alafu nikupigie. Onyitulia basi tukupange. Si unakuja polepole ukuji na kierere hivi. Ng'ombe simefunguriwa tumekimbia kwenda mtoni kapu. So yes, ndio nyinyi ndio niliambiwa. Ya sisi ni wasanii. Tafuta manager atulia manager wako. But sasa unajua lazima nisikie sikio yenu ndio tujue. So Juu mimi ni international artist. Acha huyo answer ndio niingie. Hey, it's so the mix too slowly. I'm following my dims. I just know out in the block in miss to work out so you get the keys. This time I must talk it hard. I'd find this cruise and hem about the patient pace. God is the father, so perform action and make this. Hey, it's so the mix. Hey. Yeah. Hey, hiyo. Alafu sasa hapo ndio at least unajua ina make sense. Rap kitu iko kwa nini? Kitu yenye iko kwa industry sana. Unajua rap inakula sahi sana. So pia wewe ni rap. Sasa hapo ndio mimi naweza kukuingililia sasa. Cheki.
Wasichana wamepita wanakucha kuria. Ng'ombe zimekimbia mtoni kapu. Mwizi amesikwa akiimba papera. So at least we una make sense. Utanipea namba yako at least niongee na manager akusponsor sana. Mimi ndio manager wake naweza kupea yangu ukinipata mimi. Wewe utaenda mbali. Mimi nitaenda mbali. Wewe labda uende nyumbani. Utaenda nyumbani. Basi tusponsor huyu ako na talent. Okay, siniguse pasi ya mwisho peke yake. Huyu ako na talent. Niguse ya mwisho. Acha kuforce. Patikana na msichana mdogo ni 30 years. Mdogo? 30. Mfupi ama mdogo? Si ufupi, mdogo kimiaka. Kama hajafikisha miaka 18. Unajua alikuwa nimeshtuka juu bibi yangu ni mfupi. Lakini amefikisha miaka 18. Halo. Nini? Niaje? Niko poa. Siko poa. Unataka kutuibia? Mimi si. Mbona una shati sasa wewe? Unajua ni usanii sometimes pia lazima tunaishaga sana. Unajua usanii siku hizi ni kama adole. Inasumbua watu. Haina kusumbua aje? Sasa mimi nakuanga msanii, nimepopea katika utusi wa nyimbo. Tuambie kitu mpya. Kila mtu Kenya ni msanii. Tuambie kitu mpya. Sasa mimi hata ukichukua mawe urushe pale, utagonga msanii. So mimi Mungu amenibariki na kibali tofauti na wasanii wengine. Wewe ni unique. Mimi ni unique. Mimi ni yule mtu unaweza tunga wimbo na kitu nimeona sahi. Uko na jina ya usanii? Ama Lyrical Monster. Lyrical Monster. Okay. Akili yangu iko na high processing ya kuprocess wimbo. Yaani hata ukiambiwa imba juu ya kitu sahi unaandika immediately. Naimba. Unajua siku hizi muziki yenye inauza ni ya raha. Sawa? Ya raha. Bui sahi andika na wimbe juu ya makahaba. Sawa. Next, tukombio. Sorry hata nimeingia pila hata kuomba ruhusa. Nilikuwa nataka kutuma pasali. Pasali. Unatumia mtoto kwa shule ama? Pasali mzigo. Pasali ama basali? Bora kitu cha kumu. Hatutumangi basali. Hapana. Ni pasali. Sema pasali. Pasali. Sawa. Pasali. Majina yako? Simeon ni Wachore. Ama wacha tuandike ya usanii. Majina ya kipande. Wacha tuandike ya usanii. Ya kipande. Picha ya Abedini. Wa serious, kuna customer wengi wa kuhudumia. Okay. Simeon ni wale wasaidi. Umetoka kwa Njole tena? Sawa, Simeon. Simeon. Namba ya simu? Ile zimelituma last. Hiyo ni kitambo. Weka namba ya simu. 42 961 42 ama 0742 ama 01142 07 42 63 42. Haya, mwenye unatumia? Naitwa Thomas. Ni mdosi wangu. Mdosi wako? Yeah. Ni bahasha ama ni mzigo? Ni mnyama. Mnyama? Yeah, Kimanu. Kimanu ni nini bwana? Sijui kwa Kisungu. Najua mdosi amini iliza. Sasa nataka nimtumie kama sambo aone. Ni ng'ombe ama mbuzi? Kama ni mbwa. Ya ng'ombe. Kimanu. Hiyo inaitwa moyo. Mo. Sasa hapo andika mo ndio. Unataka iko wapi? Iko wapi hiyo? Hapo nje na kula nyasi. Hiyo ndio unataka kutuma? Kama ya mdomo. Tufanye kazi. Piga picha, tuma picha. Wacha kutuma kibole. Hii kazi tatuonyesha mambo. Patikana na msichana mdogo ni 30 years. Mdogo? 30. Mfupi ama mdogo?
si ufupi, mdogo kimiaka. Thank sana. Siwezi taka kurudia lakini yes, you can tell the talent there, pure talent, and of course that is a few of the skits that have been acted by our guests in studio, and of course it's all comedy. Lakini kidogo labda we describe how does comedy sound to you? Like how can you describe comedy? I want everybody to actually describe comedy with their own words. Entertainment. Let me say entertainment. Okay, comedy. Okay, comedy iko na nini mingi. Haja tuseme chibu kwanza ndo niendelee. Hata niseme jumla. Something you love doing, I think we do it. Kuna sometimes you do it for fun. Pia unaichukulia kama biashara. But jumla ni fun too. Yeah. And maybe how can you describe your comedy style? Kwa sababu I understand to kama let's talk about maybe mwalimu Tom Daktari, yeye ni mse anaongea but hacheki. Unaona? Tukiona kwa Crazy Kena almost the same thing but it's comedy. Now yours nimeona mali nataka kucheka pia nyinyi mnacheka. What is that style? Unique. And why did you go for it? Okay. Maybe we can say it's unique. And then okay, watu wengi kuna ile perspective mtu akona aje skit. What if you skit inasema tu pia sisi tucheke. Unaget? Yeah. Usisi ucheka juu kuna point hapo tunafaa kucheka. So yeah. Na mafans complain sana wanasemaga tunawaibia. Kwa wanafaa kucheka ni sisi tunacheka, so wanadai tuwalipe. Kuna wenye pia wanasema hiyo ndio poa. Juu pia skit inakuanga hivyo. Yeah. Na maybe sometime vile umesema tu wengine u complain, sometimes is there a professional way mtu unaweza describe ya comedy? Is there a professional way to deliver a comedy content? Ama ni kila mtu tu vile anataka? Style yako wewe chekesha on your own way. Unajua si kwa comedy si lazima kuwe unachekesha mtu. At least mtu anaweza learn from your skit, anaweza learn something from your skit maybe. Yeah. Juu tunafanya vitu zinafanyikaga relatable things like kitu ushikufanyikia ama itakufanyikia ama imfanyikia mtu mwingine mwenye unajua. Okay. Na tukiongelea sasa juu ya monetization and money. How do you monetize your content kupata do? Kupata do hapo okay, sisi mostly tunaliponga na adverts na Facebook. So Facebook ndio tulipa na adverts. YouTube si sana na TikTok nayo ilipi. TikTok tunaitumia kama like wase waone like kuna nini hapa nafaa kupeana advert, so TikTok ndio inatupea advert. Okay. Yeah. Na TikTok gives exposure. As in inakupea exposure. Because I think I've had so many content creators say that TikTok inakuwa more an advertising. Kama mtu akona content iko YouTube, anaiweka ka snippet anakaeka TikTok, and then people will go from hiyo ya TikTok anaingia. So is it the same thing? Pia nyinyi mnapostingi any snippet ama mnapostingi pia videos full TikTok? Full. So watu wanatoka TikTok bado ndio wanawatafuta Facebook. Okay. Now when it comes sasa to easy platforms, umesema TikTok hailipi. Why is that? Because I think kuna watu wengine wanalipa nayo. In Kenya or in Africa? In Africa no. Hizo countries zingine za abroad watakage mchezo, so wanakuwa monetize wanalipwa. But Africans si atulipi. Na sasa hiyo unapata TikTok yenyewe wanaweka advert ya client mwenye amelipa, wanamweka kwa content yako. Ukienda kwa content maybe tuseme account kama culture, ukienda scroll video ya kwanza, ya pili, ya tatu wamekuwekea advert.
but so unapata hii advert kulipi. Facebook ndio imekuja juzi kamwa, so inalipa creators. Juu kiwatch content yangu kama ni refu hapo katikati unaweza kwa kama YouTube ad ka 3. Hamu ukiscroll hivi kwa account yangu ukiwatch video kuna advert inaingia. So at least saizi Facebook inalipa creators. Nimeanza tu last year maybe. Around last year. After there was a signing yenye ilifanywa na President Ruto. Kanza last year. But wengi wamefunguliwa juzi this year. Juzi tu like 2 months ago or 3 months ago ndo wamefunguliwa. So at least hizi unaweza earn from your content. Unaweza piga content hizi skits uweke pale ikulipe juu YouTube na hizo short skits kulipa tricky. But pale YouTube pale Facebook at least unaweza earn something every month. So, and how can you describe maybe the amount that you receive from Facebook? Is it worth it? Is it worth to keep posting the content? It is worth it because kuna time tulikuwa tunapost for free. But now unaona hapo pata 2,000. Uko sawa. Earning something from your content. Of which watu wanatoa hadi over 500,000 on Facebook creators So ina depend too. Ina depend na kazi yako. Ukiweka bili pale akukulipa na itakulipa, utakula poa. Okay. Na ukiangalia kwa labda content yenye sell apart from is it comedy, the short skits, what else sells kwa online audience? Vipindi kama gani? Long videos. Good example hizi vipindi za Tanzania kina Clam Viva. Zinakula sana. Kama hizi maybe Afro Nigerian movies. Nigerian, because I think pia Nigerians are very dominated in kwanza Facebook. Unapata video unafuatilia sana na storyline is very clear yenye you can predict the end. Yes. So hiyo ndo tactic pia nyinyi mmekama ama you want maybe how do you plan to improve your content kupata views more? Kama kuna Nigeria. Saizi inakula. At least 8 minutes video. Unapata video moja inakulipia rent Nairobi. Unafanya video refu rent inakulipia. Okay. Now what else kwa content? Ni hizo tu. Now how about now when we talk about video quality before hata maybe content before mtu akusikize? How does it what also matters especially kwa eye? Unajua what meets the eye ya audience? Ni nini ile mnafaa muangalie? Pia dress code. Tu watu wanapenda kuona. Kama alafu nilikuja kujua comedy. Comedy si kama acting. Si kama una act kwa TV. Comedy nilikuja kujua comedy in the world. Matsema Africa. Watakuoch kama ukikani kama unateseka. As in ndio maana unapataga amsema amepigilia nguo moja mimi nakuwa na fulani hapo ya yellow. Unavaa hiyo mtu ambaka anaonaga jamani kama ana nguo nyingine. Spina mbamba. Yaani hizi kosa kuwatch content yako. Unajua unaonaga umseko kwani hata change nguo. Ukianza kupiga maluku uanze kupiga maluku ni kama una compete na so umejiona sana uko na pesa si ndio awejio hatuwezi kusupport watch mwenyewe content ni mimi kuja kujua hivyo hadi wa Nigeria hadi maskit maker wakubwa yenye ni mabilionea unapata gamsi yako na shati moja ya green anapiganga nao but ule msee mafans tayari wanajua uko na pesa na wanajua but ukiva ile nguo inawabamba tu sisi itakuwa somehow different wanapenda tu kuona tukichange kwa funny video zetu tunaenda tukichange so last week umetoka na hizo so kuna tunawaletea zingine kuanzia next week so kama una change nguo usichange kama unangara uko na do funny so inaweza kuwa tai nono ama trouser kubwa hiyo ndio sasa hapo so that is how you reach your audience now when it comes to partnership na sponsors tukiongelea sasa kwa income what role do they play wanawapatia pesa enough ama hiyo ni kama two side hustle yenye mnaweza pata tu iwapate njiani sponsors ando the main ndio main Facebook kama kuja juzi ando the main kwa kushikilia sio nategemea tu na mmeelewana plus tena unaangalia nani amekuapproach hizi approach wana Netflix uambie free unafanyia 200k per video
amekuwa approach. Meaning kama amekuwa approach You have a budget, yeah. So the more client akikuapproach unafaa kubid high, like unafaa compare rate kadiko high juu mse amekuaminia na ameamini kazi yako. But ile client sometimes unataka hivyo unaona kuna hii kazi inafanywa na mimi ni rich. Acha ni rich client anipei kazi. Of course atakupea do yenyewe anataka. Labda unakupea do juu umemtafuta, but yakikutafuta atafika bei yako cause ameona potential, ameona product yake anaweza sell kwa account yako. So hapo na anafika bei. Yeah. Na sometimes mnakuanga maybe do you have room to be choosy when it comes to brands zenye mnaweza advertise? Of course. Kama hiyo. Una avoid. Uwezi work na kampuni same. Rival kama tuseme work na Tecno na Infinix that maybe after 6 months maybe ndio tunataka work na Infinix kama usha work na Tecno. Yeah, so that is where also the contract comes in. Yeah. So because we may bring up that issue, actually I didn't know, because maybe content creators wanajua mimi this time leo nikiapproach na Netflix I'll do it. Next time nikiapproach na maybe Showmax ama Prime I'll just do this and this. Kesho kutwa hivi. So it doesn't work like that. Lazima umalize contract yao kwanza. Okay, like 6 months we work with another different rivals wow sasa. Yeah. Okay, hiyo nayo I didn't know, but of course it's good to get those insights. Na kidogo tu pale before tumalizie, when it comes to YouTube, najua watu wengi walikuwa kitambo I think wana shift to Facebook kidogo kwa Kenya ama wanaichukulia seriously than last time. So YouTube, how can you say about payment yao mnaweza irate aje compared to Facebook? Facebook of course iko sawa. Poa kwa sawa. Yeah, but YouTube of course itabaki tu kwa the best. Juu ilikuwa mkulani YouTube ina depend na content unafanya. Unajua kuna content unaweza fanya bank kama KCB ama Equity ikamieke advert yao hapo. Yeah. Na obviously sana watu wameka kitu naona hapo. So content ni kuja kujua nini ile advert inaekwa kwa content yako ndio the more unalipwa. Unaweza pata mimi niko na 20k views, wewe uko na 200k views but nalipwa do fit kumliko. So ndo the people when you are wame advertise on your nini plus tena watu wana watch kufanya content ya kizungu kama watu wanafanya vlogs ukipata 10k views na wewe unapata 100k views unalipwa juu na watu wa nje wana watch CPM yao iko juu. So nikamkulana pia Facebook tu ni kama same But sasa Facebook ni different Facebook iko na iko na restrictions nyingi. Iko free. Iko free kabisa. So nini Facebook na TikTok wako na restrictions. Kama gani hivi? Something kama kuwa hash kwa video. Hata si violence ni kama unapiga mtu. By the way nilifanyanga video nikaongea jina sumu kwa Kiswahili. Ilichukua 3 days hiyo video ikatolewa. So they are very sensitive about the content. Kama yani kuna msea alipost sijipanye kijinyonga. Ni mulamu wa alikuwa demonetized. Pia story na betting. Wezi ongea Facebook na wezi ongea ni kama wanasema una mislead audience. Una mislead wase kuambia watamake money hapo na hata unajua obvious. Wezi to make money from gambling. Kubali tu ndo hivyo. Okay, so you have to be very careful ukipost videos. What you post on Facebook lazima kuwe keen sana. Mcheke. Na ikikuja kwa how long does it take kwanza ku earn on a social media platform? Wala inategemea. Ulianza kuwa na followers ngapi? Ulipata advert ya kwanza ukiwa na followers ngapi? 600k. Wala 600,000 niliani nikiwa hapa Kisii. So ndio ulianza kulipwa? Exposure nilipata iko Nairobi. Bana mimi nilipwa nikiwa na 8k followers. Ulikuwa wapi? Ulikuwa Nairobi. Yes. I swear. Plus tena inategemea. Kuna watu wa kutafuta. Mtu kama mimi hiyo time najua hii ndio job yangu.
So mimi nilikuwa na knock doors. Nilikuwa na text hata nikiona nataka ni company ya Majuba tu wanataka ku advertise Kenya. Mimi nitawafikia na nitawachat. The worst they can say is no. Of course. Na najua hapa naona earn. So mimi advert your time 8k. Unaona sasa Nairobi ulikuwa shaweka mind ya kutafuta do. Sisi. Nyinyi mko hapo na kwetu. So tunafanya for fun. Olipi rent. Uli chakula. Kienda hivi na mimi. Bro mimi nilikuwa nateseka. Nimekula. Hivyo tu. Also kitu nilikuwa na wabamba nikienda. Ni views. Alafu ndio wameka mentality aje. Ile part ya TikTok ina pay. Watu wanadhani inakulipa. Yes, simu akasema video yangu nimerarua 100k views, mbona sioni pesa? So hizo expectations zina huwa talent. TikTok yalipamsia anaenda live. Ukienda live gifts unalipwa. So inategemea, but sasa ndo ulipo ndo upige hata kwa na 5 million followers. Na si mtu wa mambo kwa TikTok. Bro wezi on live. Nataka wale watu wa chai, wale wa kupeana chai, wale watu wa kutusiana huko. Watu wa clout zao ndo na. Mtaona na content creators kama sisi. Mimi hata nikikaa 1 hour live na kuaga nimeboeka mbaya. Na boekanga siwezi hadi. Unaona watu wengi siwezi kaa 1 hour live. Watu ni wengi but unaboeka. Juu unafikiria sasa na nitawaambia nini? Unapoongeleshe nitawaambia nini? Si ile content yenye unapost. Na unataka chai, hizo chai utawatolea wapi? Una focus na content. So kuna tu watu wako TikTokers, unajua sisi TikTokers, si ni ma content creators. Na ndio one TikTokers wanaana. Lazima ukwe umegiftiwa big kabisa. Mambo ya TikTok ni ngumu, inakula 75%. 75%. Inakula 75%, si half 65. Ni 75 wanakula, wewe wanakupea 15. Nikwambie mbona? Una recharge Lion na 60k. Unatumiwa hiyo Lion inakuja 30k, unatoa 15,000. Wallahi tena true. So ni kukua mjanja na at the same time kama ni TikTok nataka kuhana na wewe ni Mkenya lazima ndio maana napata wasi wengi anasema niambie nikutumie do kuliko kujira. Basi kuna wale wa kupush kitu kwa tunaitwa ranking. Ukiwa top 3 pesa yote inakuja kwako. Top 3 Africa that is. Lazima ingia ranking ya Africa top 3. Kuna Wakenya wengi naonaga wanaingia. Na kuna wengine wanasukuma level ya nini? Kuna level fulani ya level unakula 50%, Ingereza unakula wewe ndio unakula mingi 75% hivyo juu ukiendanga hivyo. So the more level unafika per week hapo unakula do yote, yani pesa yote inaingia ni yako. So na tukiendelea sasa, time hii pesa sasa imewakujia nini? How do you invest the money? Kwanza invest na craft yako. Kama unatumia Tecno kushoot nayo una upgrade na iPhone. Kani iPhone 12 una upgrade na 12 13 hivyo ukiendelea quality kwa juu. Mics na buy mics at least ukiongea mafanza wanasikia kitu unasema. Okay. Na advice we wrap it up because ya masaa. Advice labda mnaweza ambia content creator ndio anaanza, labda ndio amefika 20k amesukuma sana haoni views. Advice ni gani mnaweza mpatia? Mi advice naweza mpea manze kama uko huko nje manze na wewe ni content creator na unaona vitu wasiendi poa. Manze endelea kujituma. Siku moja itajipa manze. So usigive up. Ndio hiyo sasa. Usigive up. Hii kitu itajipa tu, ni God itajipa. Sisi hapa imejipa hadi tumeweka kiazala kesho on Friday. So sikose maze pale tunapea upcoming with the chance. Kama ni upcoming unasikianga unataka platform ya kushowcase talent yako. Kesho ndio ile siku. Waambie itakuwa wapi mzee? Itakuwa pale Eco Lounge daraja 2. So ukifika Kisii Town wachukua bike ikuleta hadi Eco Lounge. So tutakuwa huko kesho. Event inaanza 6 hadi 10. Masaa yake si ndio hiyo? Tickets bado ziko. Kama hujanunua ticket bado, nunua tickets. Now what else maybe as we finish? Kwa sababu sasa na interview nataka mnifanyie freestyle moja. Mko sawa nayo? Content. Give us some freestyle. Tujibambe. Sawa. Yes, niko vizuri, niambie sasa. Niko na msanii wangu hapa. Anaitwa Mojeje.
Wewe ni msanii mnoma sana. Na juu wewe ni international artist. Nilikuwa nataka umsaidie umpe collab afike pale juu. You see unajua vitu sasa ni ma huko juu kabisa ma international basi. Hata mimi ndio nilikuwa naona Calligraph amenitext juzi nikamprotect juu. Sitaki kwenda huko juu lazima nianzie at least home ndio nienda kufika juu. Mimi ni international. Ndio hiyo sasa. So mimi niko home lakini naimba kizungu. Hebu mpe ile ngoma noma ile. Nimpatie nimpe freestyle. Chaki kuku simekimbia asina miguu kabu wachawi wamekimbia basi kabu ng'ombe zimeenda mtoni zimekunywa maji. Hapana. No. See, that's not my league, man. Okay, bado kuna ingine. Kuna ingine tumia nyingine. Okay. Soso yangu hataki mchezo. Ukileta uchinga atakupiga head. Kong. No, you see that's not my league. Unajua sasa ungekuja unaimba kizungu at least inge make sense. Hebu niambie fanya nafasi. Niambie basi. Show him. Sai pesa iko USA. So lazima target audience ya USA. Lazima uimbe kizungu. Unajua aje? Get my artist. Angalia ukaona wimbo yangu YouTube. Hakuna wimbo yangu YouTube. Mara mimi msena post ngoma Netflix. Showmax. Quality poa huko juu unalipwa vizuri. For example acha nikuguzie ngoma ya kizungu hapo hivyo. My mother is not alone. You should come and see me. Sasa hiyo iko na 2.3 billion views. Wapi Netflix? Kwani movie? Kwani movie? Ngoma sina section ya wasanii. Movie kisha siwaneka. Kama amuwatch Netflix. Hatujai kuona huko pia. Hatujai kuona. Ni Maroko, si ndio? Wewe ndio. Umesema yuko YouTube. Haya, wacha nikupea alipa 200. My father is not available. You putting your kids available. When I want sasa hapo na ile auto tune sasa. When I'm not in I drink alcohol. Unaona hapa tukusaidika. Hapa naona tumeuma nje. Labda sisi tumsupport. Labda sisi tukusupport ndugu yangu. YouTube kuna subscribers wangapi? Mimi niko Facebook najiita Chonte Mpenda Mafano. Unaona sasa? Si yuko YouTube lakini niko Facebook. Na WhatsApp pia najiita Jonde bado. Alafu ngoma zake mupost nini? Mupost IG na TikTok. Sasa mimi sinikwambia niko Netflix naitwa Alikadido. Kama mwanangu yuko mwisho ni directed by Alikadido. So umekuwa director ama msanii? Labda director basi ni role model wako sasa. Sio wewe. Mnaweza ni support ya kimkita. So tukusupport. Tulikuwa tunaomba usaidizi. Lazima unisupport. Twende tu. Siku nyingine. Twende tu. Endelea kujituma, siku moja itachipa mzee. Well. Thank you guys. And I think it is really hard to see you come up with a skit ambayo inafanya watu wacheke, and it is really important to have comedy in our society. Right now I think kuna mengi ambayo yanaendelea. People are struggling with maybe depression, stress and many life situations, and it is a good work that you're doing, so keep it up and muendelee hivyo muendelee kutuchekesha kabisa. Thank you so much for kukuja kwa studio. I appreciate you so much. Thank you. And thank you to our viewers for watching us and also for keeping it on Dizzy TV Africa. We appreciate you too. 21575 in case you want to reach out to us. You can also tell us what you think on that number. That is why we wrap it up here on the Morning Buzz Show. It is 10 a.m. Bye-bye. Have yourselves a great day ahead.